Kwa hiyo yani hapa nilipo hapa ndo najisikia afadhali, nikinyanyuka tu kusema nipige hatua mbele, mwili wote yani kama unawaka moto. Yes, haya ndio mazingira ambayo inasemekana kuna mwanadada ameganda kwenye ukuta wa chumba cha gesti. Kitu gani ambacho kimempelekea agande? Mazingira gani ambayo anapitia mpaka anashindwa kuganduka? Ndio kitu ambacho kimetufanya tufike hapa siku ya leo. Kama ambavyo namuona hapa aliposimama, ndo hapa yupo leo siku ya pili kwa mujibu wa wenyeji wa maeneo haya. Tunaenda kupiga naye story na kuzungumza naye kwamba kitu gani ambacho pengine kinamsumbua na kinachoendelea hapa mpaka yeye anashindwa kutoka katika mazingira haya. Dada, habari? Salama. Pole na matatizo unayoendelea nayo. Asante. Unafahamika kwa majina gani ama unaitwa nani? Naitwa Sauda. Sauda. Ulifikaje hapa guest mpaka kujikuta hapo mazingira haya? Mimi nilifika hapa na mpenzi wangu. Tulipofika hapa tukaspend nini. Sasa tulivomaliza mambo yetu tukapumzika. Baada ya kupumzika, mimi nikapitiwa na usingizi, nilivoamka mwenzangu sijamkuta. Okay. Sawa. Hapo. Umesema ulikuwa una mahusiano. Kwa nini ulikuja naye guest kama ni mpenzi wako? Kwa nini haukuenda naye kwake ama mkaenda sehemu ambayo unaona kabisa sisi kama wapenzi inabidi tuende sehemu maalum, sio sehemu kama hizi za guest? Cha kwanza yeye ni mume wa mtu. Ni mume wa mtu. Kwa siwezi kwenda naye kwake, alafu pia na mazingira yangu mimi ya nyumbani hayaruhusu mimi kufika naye nyumbani. Na ndio maana tukafika hapa. Okay. Kwa hiyo maana yake wewe ni mwizi wa mume wa mtu? Naweza nikasema ndio. Sawa. Wakati ambapo unahusiana naye huyo mume wa mtu, mahusiano yenu yalikuwa yana changamoto yoyote, labda unahisi imepelekea wewe kuganda hapa, au yalikuwa tu yako vizuri, hichi kimetokea ghafla? Yalikuwa tu vizuri, hichi kimetokea tu ghafla, lakini yani kuna kitu tu nahisi kitakuwa kimetendeka kwa sababu sio kawaida. Okay. Sawa. Pole sana. Asante. Sawa. Wakati ambapo mnakuja hapa, mume wako alikuwa yupo vile ambavyo huwa mnaonana, au kuna kitu ulikuwa unahisi mbona kama hichi hakipo sawa? Mimi sijamshtukia chochote. Kwa kweli sijamshtukia chochote. Ila tu ndo hivyo. Yaani imetokea tu hivyo. Okay. Sawa. Umesema hivyo unaitwa Sauda? Naitwa Sauda. Sauda. Wakati ambao unaiba mume wa mtu, ulishawahi kuonywa ama ulikuwa unafikiria nini, au hatima yenu ulikuwa unawaza kwamba hatima ya mimi na huyu mume itakuwa ipi? Yaani ulikuwa unawaza nini hasa kwenye mahusiano yenu? Ni kweli mke wake alishawahi kunifuata, akaniambia kwamba niachane na mume wake. Na mimi kiukweli mimi siwezi kumwacha. Kwa sababu vitu vingi amenifanyia. Kanifungulia biashara, kanijengea nyumba. Yaani kiufupi tunapendana. Kwa siwezi kumwacha. Wakati ambao umeamka asubuhi na kumuona yupo na wewe, ulijikuta tayari umesimama hapa au hapa umefikaje? Yaani hapa ukutana, kwa sababu naona upo tofauti na kitandani. Yaani nilivotoka kitandani, nilivoshuka chini, yaani nikahisi kama yaani moto unawaka. Nikawa nakimbia nini. Sasa nikajikuta tu nipo kwenye hii pembe. Kwa hiyo yaani hapa nilipo hapa ndo najisikia afadhali, nikinyanyuka tu kusema nipige hatua mbele, mwili wote yani kama unawaka moto. Na ndio maana mpaka saizi niko hapa. Na yaani ukitaka labda utoke hata nje haiwezekani kabisa, unahisi moto unawaka? Yaani haiwezekani hata hatua moja. Siwezi kupiga. Okay. Sawa. Unahisi kitu gani ambacho kimehusishwa hapo mpaka unapitia haya unayopitia? Kwa mimi nahisi mke wake ndo atakuwa amefanya haya.
Lakini kivyovyote vile, yani kwanza natangaza vita na yeye. Unatangaza vita na Bi Mkubwa? Ndiyo, kwa sababu moja kwa moja najua ni yeye. Vita ya nini sasa? Yaani unatangaza vita ili ushinde nini? Yaani upate ushindi wa kitu gani? Wa kumuiba mume wake? Unatangaza vita kwamba yeye ataachika? Unatangaza vita ya nini? Yaani hapa mimi namuomba tu kwanza, yani nampa masaa machache aweze kunitoa hapa, la si hivyo yani hivyo vita vitaendelea. Na mume wake mimi hawezi kuniacha kwa sababu yani mambo mengi tu amenieleza kuhusu yeye, na ndio maana mume wake katoka kwake kaja kwangu. Umesema mimi hapa niliposimama naona hamna moto wala hamna kitu chochote kinachoendelea. Mazingira ya moto unahisi ni mwilini, chini au wapi? Chini. Yaani nikipiga hatua kwenda mbele nahisi yani moto unaanzia chini kuja juu hadi kwenye mwili wangu. Labda mawasiliano na huyo mwanaume umejaribu kuwasiliana? Mawasiliano kiukweli mimi hapa simu yangu imezima. Simu yangu imezima kwao. Sielewi nitampataje kwa sababu hapa penyewe siwezi kutoka kusema nitaazima simu. Na una siku ya ngapi tangu ugande hapa kwenye hii pembe au huku chumbani kwenye hii kona? Leo ni siku ya pili. Leo ni siku ya pili. Labda mazingira yako ya chakula, yani kama binadamu chakula, labda unataka kuende uwani labda kujisaidia, inakuwaje? Kiukweli ni ngumu. Ni ngumu, na hapa nilipo yani na njaa. Si unajua tena binadamu asipopata chochote anakuwa dhaifu. Kwa hiyo yani mimi hapa nahitaji msaada, nipate hata chakula tu. Lakini ukiachana na kuona mazingira ya maumivu baada ya kupiga hatua, hamna changamoto hii nyingine ambayo inakusumbua? Hapana, hamna changamoto nyingine zaidi ya hiyo. Huyu mwanaume hajarudi tangu alipoondoka, si ndio? Hajarudi. Hajarudi kwa sababu jana tuliongea kuna sehemu anaenda kwao. Hivyo kuna sehemu anaenda, nahisi atakuwa ameshaenda hiyo sehemu. Na yeye hajui kinachoendelea kwa sasa. Kwa sababu na imani angekuwa anaelewa kinachoendelea angenifuata kivyovyote. Pole sana. Asante. Ikitokea labda huyu ambaye unampa muda mfupi, Bi Mkubwa, akashindwa kufanya au kukutoa kwenye mazingira haya, utafanyaje? Na ikiwa huwezi kupiga hatua, huwezi kutembea, huwezi kutoka hapa, utafanyaje? Kiukweli nitapiga hata kelele tu, watu wanisikie huko nje. Waje wanipe msaada. Nikishatoka sasa ndo kitaenda kueleweka. Umesema mume wake alikueleza vitu vingi kuhusu mke wake. Kwa uchache, kwa sababu yeye ameamua kulianzisha hili, na wewe pia nadhani unaweza kaamua tu kuzungumza yale ambayo uliambiwa. Ni vitu gani ambavyo alikwambia mume wake kwamba mke wangu yupo 1 2 3 na ndio maana nipo kwako? Mumewe alinieleza kwamba mke wake ana tabia kwanza ya ushirikina. Hivyo amsikilizi mumewe anachotaka, anachosema. Na ndio maana amesema akaamua kutafuta mtu wa kumliwaza. Ambaye ndo wewe? Ambaye ndo mimi, Sauda. Kwenye mahusiano haya na mume wa mtu, una muda naye gani mpaka leo? Ni takriban kama miaka 3 hivi. Miaka 3. Unahisi umemzidi nini Bi Mkubwa? Yaani wewe unahisi umemzidi ni uzuri, tabia, chumbani? Yaani unahisi umemzidi vitu gani?
mimi nimemzidi vingi tu kusema za ukweli. Vingi tu yani sijui nisemaje ili mnielewe, lakini hivyo. Yani mimi anifikii. Na ndio maana mumeo akaja kwangu. Hivi akufikii kwenye nini? Wote si wanawake nyinyi? Ndio wanawake, lakini tupo tofauti. Unajua yani mpaka mwanaume akatoka kwa mwanamke akaenda kwa mwanamke mwingine ujue kuna tofauti. Sawa. Wakati ambao wewe unaendelea kuchepuka na mume wa mtu, unaambiwa mwanamke alikufuata. Alivyokufuata alikuambia maneno gani au alikupa maagizo gani? Huyo mke wake sasa, bi mkubwa anamaanisha. Yeye aliniambia tu niachane na bwana wake, mumeo niachane naye. Basi hivyo tu, yani akaniambia ukiendelea kuwa na mume wangu kuna kitu kitakukuta. Na mimi sikuogopa. Sikumuogopa, nilimsikiliza tu nikamwacha aende. Unaposema ametangaza vita, na wewe utaenda kuroga? Mimi silogi. Mimi silogi. Okay. Sasa vita utapiganaje? Kwa sababu vya gizani vinapiganiwa gizani, vya kwenye mwanga vinapiganiwa kwenye mwanga. Wewe utapigana naye vipi ikiwa yeye anatumia vitu ambavyo pengine huvioni namna hii? Yani mimi nitamfanya hata huyo mumeo yaondoke kwake mazima. Aje kwangu. Sasa utamfanyaje? Utamroga au utafanyaje? Au utamongezea ujuzi? Yani hapo nitaongeza tu ujuzi. Yani nilivyo navyo nitaongeza zaidi ya hivi. Okay. Mumeo mwenyewe atatoka tu kwa mke wake, atanifuata mimi mazima. Okay. Baada ya kuona chumba kizima kila unapogusa panawaka moto, ulivyokaa hapa kwenye Pembo ukaona kuna wafadhali kidogo na upata, ulihisi nini? Yani ulijisikiaje wewe, kama ulihisi labda kuna nini kinaendelea? Baada ya kuzunguka kote, baada ya kusimama hapo ukaona kabisa kuna wafadhali kidogo, ulihisi nini? Mimi sijahisi chochote. Mimi katika kuzunguka tu nilivyoona hapa pana wafadhali, basi nikaendelea tu kubaki hapa hapa, kwa sababu sioni haja ya kwenda kule wakati kule napata maumivu, naumia. Ya nini niende kule wakati hapa napata wafadhali. Pole sana. Asante. Kwa hiyo maana yake hapa unatamani yule ambaye anakutazama muda huu kama kukusaidia, kusaidie nini? Maombi au rahisi vita unapigana nayo mwenyewe na utaimaliza? Yaani vita sitaje yani eti wanisaidie sijui nini, hapana. Nitaimaliza tu mwenyewe. Nitaimaliza tu mwenyewe. Pole sana. Asante. Mtazamaji wangu, nadhani umepata picha ya yale ambayo nilikuwa natamani uyafahamu. Anaitwa Sauda. Amezungumza yale ambayo yanaendelea, cha muhimu amesema atapigana hii vita mpaka hakikisha natoka katika mazingira haya. Nakupenda na nikutakia wakati mwema.